Ni ofisi za halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Lengo ni kwenda kuzungumza na mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, Mheshimiwa Songoro Mnyonge, hususan kwenye masuala mengi sana ya kimichezo na mikakati mbalimbali ambayo wao kama manispaa wako nayo. Mheshimiwa Meya, habari za majukumu? Habari nzuri, hongereni kwa kazi. Asante sana, na wewe pia hongera kwa majukumu ya kila siku. Nashukuru sana. Hongera sana, mipango inaonekana kuwa ni mikubwa kuifanya Kinondoni kuwa ni miongoni mwa manispaa ambazo ni za kuvutia zaidi. Hongera sana. Nashukuru, tunapambana na nafurahi kuona kwamba katika miaka yetu mitano tumefika mahala pazuri. Kinondoni ya sasa sio Kinondoni ya miaka iliyopita. Ukipita barabarani unaona namna ambavyo tumeendelea katika maeneo yote, elimu, miundombinu, unaona mabarabara yanajengwa, tunajenga mashule, zahanati, vituo vya afya, tuna hospitali ya wilaya sasa. Ukiacha ile ya Mwananyamala, hayo ni mafanikio makubwa, lakini tumeboresha maeneo ya kufanyia biashara. Tuna stendi nzuri pale Mwenge, yote ni maeneo ya biashara. Tuna masoko mazuri, likiwemo soko letu la Magomeni, unaona ni soko la kisasa kabisa la kimjini. Kwa hiyo hayo ni mafanikio. Kwa hiyo mtu akilalamika alalamike tu, lakini kimsingi tumekwenda katika nyanja zote. Mfanya biashara tumemtengea maeneo ya kufanya biashara. Sisi hapa hatuna mashamba hapa Dar es Salaam, hatulimi. Hapa ni wafanya biashara, watu wanaofanya kwa maana wachuuzi kwenye masoko, ndio vitu vya hapa. Lakini kwa hiyo maeneo yote hayo tuko vizuri. Miundombinu, mabarabara tunapambana na tunajiandaa sasa hivi kupokea mradi wa DMDP2. Tuna kilomita kama 54 zinakwenda kujengwa ndani ya manispaa ya Kinondoni. Kilomita 54 ni nyingi. Na hizo zitakuwa ni kwenye majimbo yote mawili, jimbo la Kawe pamoja na jimbo la Ubungo. Tunahakika mradi huu ukianza, na kwa kuwa tayari mikataba imeshasainiwa, Kinondoni itaendelea kubadilika. Lakini vile vile tumetenga fedha zaidi ya bilioni 6 kwa ajili ya kuboresha miundombinu yetu ya barabara pamoja na vivuko mbalimbali, madaraja pamoja na mitaro ya maji ya mvua. Kazi ambayo tunahakika itasimamiwa na wakala wa ujenzi wa barabara mjini na vijijini, TARURA. Kwa hiyo hayo ni mafanikio, lakini kwenye masuala mengine ni ukopeshaji wa mifuko katika vijana na kina mama. Tumetenga hizo almost bilioni 6 kwa ajili ya kukopesha vijana, kina mama na watu wenye ulemavu. Michakato ya kupitia majina ya walioomba inaendelea, na vikundi vitakavyokidhi vigezo basi tutakuwa tunavipatia mikopo, na tumeweka utaratibu kila baada ya miezi mitatu kutakuwa kuna vikundi vinapewa mikopo. Sasa umeyataja mengi sana ya kimaendeleo na yanaonekana kiuhalisia, lakini engo nyingine ambayo tayari mmejipambanua kuwa kama manispaa ya mfano ni eneo la kimichezo. Kuwakutanisha watu wengi kwenye eneo la uwanja KMC Complex haikuwa jambo rahisi. Kwa namna gani mnajivunia na imewaongezea mileage kwenu? Kwa kweli mimi niseme Kinondoni leo imezidi kufahamika nchi nzima. Moja ya kitu ambacho kimefanya tufahamike pia ni pamoja na kuwa na uwanja wa michezo. Juzi tulikuwa, mwezi uliopita tulikuwa Dodoma kwenye mkutano wa Jumuiya ya Tawala za Mikoa Tanzania, ALAT, ambao mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Rais. Mwenyekiti wa ALAT mbele ya Mheshimiwa Rais amesifu Kinondoni kwamba ni halmashauri ama ni manispaa ya mfano ya watu wengine sasa wanakuja kujifunza, na hasa katika eneo la michezo. Tumeweza kujenga uwanja wa mpira, sio kiwanja cha mpira, tumejenga uwanja wa mpira wa kisasa ambao una vigezo vyote vya FIFA, una vigezo vyote vya CAF. Kwa maana hata Sekafa, nadhani umeona mashindano ya nchi za East and Central Africa yalifanyika kwenye uwanja wetu wa KMC Complex. Hivyo ni vigezo. Kwa maana pitch iko ni FIFA standard, ni international standard. Uwanja ule tumeujenga. Uwanja ule sasa watu wanaotoka mikoani, wengine wanatoka Babati, wanakuja kuangalia sisi tumewezaje kujenga. Kwa hiyo nimekuwa nikipokea hapa mialiko ya maombi ya kuja kututembelea kutoka kwa wenye viti wa halmashauri na mamea wengi Tanzania. Tena nina hakika kwa sababu tu sasa tunafikia mwisho wa kuvunja mabaraza yetu, nina hakika kuanzia mwaka 2026 tutakuwa tuna halmashauri nyingi zinakuja kujifunza. Wengi wamefurahi na wangependa kuwa na viwanja kama cha kwetu kwenye halmashauri zao. Kwa hiyo hili jambo limetupa mafanikio makubwa sana, limeitangaza halmashauri yetu, lakini limetoa fursa ya vijana kwenda kwanza wananchi kupata sehemu ya kwenda kutoa stress zao. Mpira ni kitu ambacho kwa kweli hapa Tanzania kinapendwa
ni namba moja ukilinganisha labda ukisema vitu vingine. Mpira ni namba moja. Shabiki wa muziki, lakini kwanza atapenda muziki. Ukiambia bwana leo kuna show ya fulani hapa, halafu kuna Simba na Yanga uwanja wa Taifa, hataenda kwenye ile show, atakwenda kwenye mchezo wa Simba na Yanga. Hiyo ni nini? Watanzania wanapenda mpira. Kwa hiyo tumewajengea mazingira mazuri ya kuwa na kiwanja bora cha kisasa ili waende pale wakaone mechi. Lakini vile vile mbali ya kutengeneza hayo mazingira, sisi moja jukumu letu linalofanya tujiendeshe ni kukusanya mapato. Halmashauri inaendeshwa kwa vyanzo viwili vya mapato. Kwanza ni ruzuku kutoka serikali kuu. Lakini pili ni mapato ya ndani. Mapato haya ya ndani halmashauri inayakusanya yenyewe. Sisi wenyewe kupitia vyanzo vyetu tunakusanya. Na hivi ninavyozungumza tumejenga uwezo katika kipindi cha miaka mitano sasa, kuanzia mwaka 2020 mpaka leo. Mapato yetu tumeweza kuyaongeza kutoka bilioni 40 za mapato ya ndani mpaka sasa kufikia bilioni 76. Hayo ni mafanikio makubwa ambayo tumeongeza. Kwa hiyo ukisema leo TAMISEMI inasema tumesimama kuisaidia Kinondoni, tunataka ijiendeshe, uwezo wetu wa kujiendesha Kinondoni sasa umefika sasa takriban 52%. Hayo ni mafanikio makubwa. Kweli ruzuku wanaoleta na ile ya kwetu tuko 52%. Mapato tunayokusanya sisi kwenye halmashauri nyingine kwa mwezi ni makusanyo yanayokusanywa mwaka mzima. Sisi tunakusanya kwa mwezi huu. Sasa tumetumia yale mapato vizuri. Ndio maana unaona tumejenga uwanja, tumejenga stand ni kwa mapato ya ndani. Tumejenga jengo la utawala unaloliona hapa, zamani hatukuwa na hilo jengo. Tumelijenga ili jengo kwa mapato ya ndani 100%. Tumenunua samani za ofisi kwa 100% na sasa jengo limeanza kutumika. Kwa hiyo hayo ni mafanikio ambayo imetokana na makusanyo yetu. Tumalize hapo kwenye uwanja, mipango ya kufanya maboresho zaidi, pengine kuona hata mechi zinachezeka muda wa usiku na maboresho mengine ambayo pengine mliyaona kwenye jicho lenu wakati mnaandaa ile project ipoje? Mipango imekaa vizuri. Hivi unavyoona hapa umekuja tu wakati kuna bahati. Leo hapa nilikuwa nina saini mkataba wa kwenda kukamilisha kazi ambazo zilikuwa zimesalia pale kwenye uwanja wetu wa KMC Complex. Moja ya kazi zilizokuwa zimesalia ni kuhakikisha kwanza zile frame ambazo ziko pale nazo zinafunguliwa. Kwa hiyo kulikuwa kuna maboresho, kuna marekebisho ambayo tunakwenda kuyafanya, kwa maana kuna swala la maji, kuna swala la umeme kuingia kwenye zile frame. Kwa hiyo kuna mkandarasi tumekushampata na leo nimesaini mkataba wake. Lakini la pili ni kuweka taa. Swala la taa lilikuwa bado. Sasa vile vile tumekushapata mkandarasi ambaye anakwenda kuweka taa pale. Maana yake ni nini? Sasa tutakuwa na uwezo wa mechi sasa kuchezwa usiku. Tunaweza tukacheza mechi za mchana, lakini vivyo tukaweza tukacheza mechi za usiku. Kwa hiyo tukikamilisha hilo tutakuwa tumeisaidia sasa TFF kuweza kupanga mipango yake vizuri. Na kazi hii tumetaka ikamilike ndani ya miezi isiyozidi 3. Maana yangu ni kwamba hatuangalii msimu huu. Tunataka kazi ifanyike kwa utaratibu, kwa sababu utakuwa kuna mambo ya kuzitest zile taa. Hatutaki ziingiliane wakati tunatest labda kuna mechi, ama mkandarasi wakati anacheza kuna mechi. Sasa na ligi hii inakaribia kwenda kuingia ukingoni. Kwa hiyo tumesema mkandarasi ataingia, atakuwa na mazingira ya kutulia ya kufanya hiyo kazi. Tuna marekebisho pia kule kwenye jukwaa kuu, kwa maana main stand kuna VIP 1 na kuna VIP 2 pale. Kuna marekebisho, lile paa lilikuwa ni dogo, kwa maana kuzuia labda mvua ama jua. Kwa hiyo lile paa nalo litakwenda kufanyiwa marekebisho kwa maana ya kuongezwa ukubwa kidogo. Lakini vile vile awamu ya pili tumwafikiria pia na watazamaji. Hiyo iko kwenye awamu ya pili. Hii nimesema ni awamu ya kwanza. Awamu ya pili watazamaji wetu wamelalamika, na sisi hilo limetuingia. Hatutacheza tu kipindi chote cha mvua, cha jua ama jua. Kuna wakati itakuwa jua, watu wanaweza kuvumilia jua lakini hawawezi kuvumilia mvua. Sasa tumesema ipo haja kwamba tufikirie, ipo haja na tumekubaliana. Sasa hivi tathmini inaendelea kufanyika, gharama itakuwa kiasi gani. Tuweke mapaa upande wote wa majukwaa ili watazamaji, ikiwa jua ni kali wasipate shida, lakini na mvua ikitokea mechi siseme imeahirishwa ama watu wameshindwa kuingia mpirani kwa sababu wanaloa. Hilo kwa kweli tumelizingatia na tunakwenda kulifanya. Tukikamilisha hiyo, ina maana sasa kiwanja chetu kitakuwa kimekamilika vizuri kwa 100%. Lakini vile vile tunakwenda kufanya maboresho mengine kwenye zile ball catching nets. Mpira kuna wakati ukipigwa, ukiwa shuti kubwa, unatoka nje, unakwenda kwa majirani. Mipira hii inayochezwa kwenye ligi ina thamani. Ipo inayorudi
na ipo mingine watu wanafanya mambo yao, kwamba mtu akiuokota huko pep, mwingine anauficha, mwingine anasema rudisha haraka mechi kaendelee. Sasa njia ya kufanya nyingine tumesema tuimarishe, tuongeze ukubwa, urefu wa zile nyavu za kuweza kukamata ile mipira, ili mpira hata ukipigwa usiweze kutoka nje, uweze kubaki pale pale ndani. Hilo nalo tunakwenda kulifanyia kazi. Kama wasimamizi wakubwa wa timu ya KMC ambayo imeonekana kuwa na kiwango pengine sio kibaya sana, pengine mikakati ipoje kuifanya KMC kuwa ni miongoni mwa timu tishio, kwa sababu zaidi ya mara moja tushashuhudia timu za manispaa zinapotea ama zinashuka daraja tofauti na malengo ambayo wanajiwekea awali. Kwenu mipango ipoje? Ni kweli, kwanza nichukue fursa hii kuwaomba sana radhi mashabiki wa KMC, walipa kodi wa Kinondoni, ambao kodi zao ndizo zinazotumika kuendesha timu, kwamba timu yetu ambayo ilishawahi kufikia kileo ya kucheza mashindano ya kimataifa sasa ikiwa kidogo imeshuka, na hasa msimu huu, ama niseme takriban misimu miwili, timu yetu imepata changamoto ya walimu. Ligi imekuwa na ushindani. Kwa kuwa ligi imekuwa na ushindani, hata na walimu nao wamekuwa wakishawishiwa na wakiingizwa katika vishawishi. Kama wanavyoshawishiwa wachezaji, na walimu nao vile vile wanashawishiwa. Mnaweza mkaanza na mwalimu mkashiriki naye katika swala la kusema tunasajili vizuri, na yeye anatoa maoni yake, tuwe na mchezaji wa namna gani, lakini tunaanza kufanya training, pengine mko katikati ya ligi, mwalimu yule anaonekana ni mzuri, anachukuliwa na timu nyingine. Hiyo imetokea, imeshatukumba hiyo kama mara mbili, na hata safari hii nadhani unaona. Kuna wakati mlinisikia nimelalamika sana. Nililalamika si kwamba nilipenda, nilichukia, lakini nikasema mpira ni moja eneo ambalo lina fitina kubwa sana. Lina fitina kubwa sana, na hasa unaposhindana na watu ambao ni giants, wana nguvu za ushawishi, wana nguvu za kifedha, na wanaweza wakafanya lolote na kwa muda wowote. Kama ambavyo wanasema mchezaji huyu namtaka, wewe umesema nitamlipa hivi, anakuambia mimi nitamlipa mara 3 bila kuangalia budget inatoka wapi, lakini ataamua. Kwa watu sasa hivi Tanzania tunashukuru, soka letu limekuwa. Kwa hiyo kuna watu tunasema ni walevi wa soka. Wako tayari kucheza kamari kwenye mpira bila kujua atakula au ataliwa. Kwa hiyo liko jambo la namna hiyo. Kwa hiyo hili jambo limetufanya kidogo timu yetu imetoka kwenye focus. Kwa sababu kila mwalimu anapokuja, huyu aliwatrain watu wakawa wanajua tunakwenda na formation hii, mwalimu anaondoka, anakuja mwingine, huyu anayekuja anakuja kuanza upya, na pengine anapokuja anaona mchezaji fulani hawezi kuendana naye. Kwa hiyo kuna shida nyingi sana. Kwa hiyo sasa sisi tunachopambana nacho sasa hivi ni kuhakikisha tuna maintain status, kwa maana timu inasalia kwenye Premier, ili tuweze sasa kujipanga vizuri mwakani. Na kujipanga vizuri ni lazima tujipange vizuri katika mambo mawili. La kwanza, tupate mwalimu ambaye atakuwa na uwezo wa kufundisha vijana vizuri. Mwalimu mwenye utulivu, mwalimu mwenye mipango, mwalimu mwenye mikakati, mwalimu ambaye tunasema ni profession. Hilo tunajipanga. Sasa whether atakuwa ni huyu ama ni mwingine, hiyo tutajua mbele ya safari. Lakini la pili, ni lazima tupate wachezaji ambao ni committed. Soka letu limeanza kuharibika kidogo. Mimi nilisema kuna wakati watu wakunielewa, nikasema soka linaingiliwa, soka la Tanzania. Tumekuwa na betting companies nyingi sana, nafanya mambo ya betting. Haya mambo ya betting sasa yamefika mahala yanaingia mpaka kwa wachezaji, wanashiriki kufanya betting. Inaingia mpaka kwa viongozi, wanashiriki kushawishi kufanya betting. Kwa hiyo ukishasema unafanya betting, ina maana yake unashiriki kupanga matokeo ya mechi, ama mechi ishinde ama ishindwe. Sasa mchezaji akifika mahala kukaa kuna watu wako pembeni, wanaweza wakamshawishi fanya hivi. Ukichukua wachezaji 3 tu kwenye timu, tayari umesharibu mwenendo wako. Wengine ambao wanapambana vizuri, wengine wanahujumu. Nadhani hivi karibuni mmesikia nyinyi ambao ni mko kwenye tasnia ya michezo, mnajua iko timu huko Ulaya kuna mchezaji amefungiwa. Amefungiwa kwa kushiriki kufanya betting. Maana ile betting aliyoifanya imehujumu timu yake, na wale wamemfungia nadhani ni mwaka mzima, sijui ni maisha, hatakiwi kujishughulisha na soka. Amefanya kosa. Sasa wachezaji wa Tanzania wapo wanaofanya betting. Viongozi wa soka wa Tanzania
ambao wanaongoza hizi timu, wako wengine wanazijumu timu zao kwa kufanya betting, lakini mengine ni ya ushawishi wa pande zote mbili. Juzi tu mmesikia huko, sijui kuna miamala imekamatwa, sijui kuna nini. Sasa mambo kama haya usifikiri yako kwenye timu kubwa tu, hata timu ndogo. Kuna wakati unasema sisi labda kwenye timu zetu mna mechi, mnasema labda wachezaji wako kambini, mnafikiria labda mwanyang'anye simu mzifiche, lakini wakati mwingine unasema utakuwa unaingilia haki ya zaki za binadamu. Sasa tunasema tumejifunza, kipo kitu kikubwa ambacho tumekiona, tumesema next time tutakuwa makini katika hawa wachezaji, tunamsajili nani na kwa nini. Na ndio maana wakati mwingine watu wanaingia gharama kusajili wachezaji. Nilikuwa sielewi hiyo kitu, lakini watu wakawa wanasema bwana, wakati mwingine unaona watu wanaingia sana gharama kusajili wachezaji kutoka nje. Kwa nini? Watu wanaingia gharama kuajiri walimu, kwa maana makocha kutoka nje. Kwa nini?